yetu tunakuja kwenye habari za kitaifa. Tunaenda huko Europa. Ndugu Mr. Omar Ulimwengu, host wa michezo. Tunakuja ligi pendwa duniani, ligi inatazamwa na watu wengi, ligi ambayo inapendwa hadi na watoto wadogo huko shule, primary huko, ligi ya Uingereza. Kuna ushindani mkubwa sana sasa hivi. Ndugu Mr. Omar Ulimwengu, wewe unamuona Arsenal mwendo wake na Man City, bato yao sasa hivi imekuwa kubwa sana. Unamuona nani anachukua kombe hii katika watu wawili? Ndugu mchambuzi, nashukuru kwa kunipa nafasi ya kuzungumzia vikosi hivi viwili ambavyo vipo katika mbio za kuwania ubingwa wa England Premier League. Kwanza ningeomba kabisa nianze na Montjuice ya kila kikosi. Sasa pia nitaelezea ugiant wao, michuano yao pamoja na rekodi zao kwa ujumla. Tukija kwenye Montjuice, for starters, kati ya Arsenal na Man City zinabebwa na makocha. Na makocha wanaozibeba hizo timu wana rekodi zao nzuri tu. Na hizo rekodi ndo zimefanya makocha waonekane majianti mpaka sasa. Kwanza tunaanza na Pep Guardiola, ni meneja au ni kochi wa kikosi cha Manchester City. Pep Guardiola ni kocha ambaye ana rekodi za UEFA kuchukua makombe hayo, pia ana rekodi za kuchukua ligi mara 4 mfululizo, kwa rekodi ambayo ipo sasa hivi. Pep Guardiola ni kocha ambaye anafanya matumizi ya kikosi chake kutumia wachezaji, nikimaanisha kwamba silaha yake yeye moja kwa moja ni wachezaji wake, kwamba anatengeneza kikosi chake kiwe na hatari, anaingia na anayetoka, kwamba hakuna pengo ambalo litakalosema huyu katoka kuna mwanya, huyu kaingia umechangamka, kwamba timu ipo for level smooth baada ya kutoka mtu na kuingia mtu. Inakuwa kama inaamka kwenye speed ile. Inakuwa na spirit. The way back tuliona kulikuwa na Alvarez, hivi sasa yupo kwenye kikosi cha Atletico Madrid. Alikuwa akijihusisha na kikosi cha Manchester City. Alvarez alitumika kama striker na hatari zake zilionesha. Sawa? Zilionekana sana. Zilionekana. Tumekuja kwa msimu huu ambao Haaland ndo anashikilia rekodi ya striker nzuri sana kwenye kile kikosi cha Manchester City. Ana rekodi ya kuscore, ana takwimu ya kuscore kila mechi. Ana tuzo ya mfungaji bora msimu jana kwenye ligi ya England. Hizo zote nilizokutajia ni moja au zilikuwemo silaha za Pep Guardiola, kwamba tushabaini kwamba Pep Guardiola pia silaha zake ni wachezaji. Ukiacha kwenye silaha zake za kucheza, tukija kwenye Montjuice zake, mbinu za kiukocha, Pep Guardiola ni mwepesi wa kusoma mchezo. Pep Guardiola ni mwepesi wa kujua mpinzani ana madhaifu gani. Pep Guardiola pia ni mwepesi wa kubadilisha ubao. Na kwa Montjuice hizo basi zimemfanya leo hii Man City kuonekana giant kwa ndani ya misimu 5 au 4 ambayo yakiwa kwenye kikosi cha Manchester City. Ameichukulia mara 4 mfululizo, na kwa sasa yupo nafasi ya pili akiwa katika mbio za kuwania ubingwa akizidiwa na Arsenal. Tukija kwa upande wa Arsenal, tunakuta kocha anaitwa Mikel Arteta. Yule kocha wa Arsenal, yeye silaha yake hazipo kwenye uchezaji zaidi. Yeye silaha yake kwa ya kwanza kabisa, Mikel Arteta, ni kujua timu inataka nini. Alibaini timu yake ilikuwa inataka striker, akamtafuta Duka kwa gharama yoyote akamweka pale, na isitoshe akaongezea nyama kwenye safu za viungo. Chukua viungo wa kazi, viungo wa shoka, viungo soft maestro, kwamba yeye anaangalia sana kikosi chake kuliko uwezo wa mchezaji mmoja mmoja, nikimaanisha kwamba kitimu anatengeneza combination ya timu, kwamba timu yangu inahitaji mtu fulani ili abadilishe kikosi. Sawa? Na baada ya kuelezea vitu hivyo vyote kwa takwimu za Man City na Arsenal,
tunakuja sasa kwenye takwimu za kuwania ubingwa. Arsenal yupo kwenye nafasi nzuri ya kutangazwa bingwa, ya kuwania ubingwa na watu wakitambua yeye ni bingwa. Lakini isitoshe kusema Arsenal bingwa kwa sababu Man City alikuwa kama leo hii alikuwa kwenye nafasi ya pili akiongozwa na Arsenal, lakini mwisho siku alikuja kufanya will you come back wanaita. Kwamba will you come back for positive result. Comeback iliyozaa matokeo chanya, kwamba Arsenal alijikuta akiruzi mechi ambazo za mwisho na zikamgharimu Man City, akatumia advantage ile kuchukua ubingwa. Je, kwa kipindi hichi unaweza kusema Mikel Arteta akajifunza kutokana na kilichomo? Je, Guardiola pia atatumia nafasi nzuri endapo ataluzi Arsenal? Sasa tunakuja head to head za timu hizo walivyokutana. Ukiangalia kwenye michuano yao Arsenal na Man City, mechi huaga zinakuwa ngumu sana, mpira unakuwa mkali, mpira unakuwa mkubwa na matokeo yake yanakuwa ni magumu na ya kikatili. Kama sikosei, msimu wa jana Man City alimfunga Arsenal. Na Arsenal alidondosha hizo pointi kwa Man City na ndio zilizomnyima ubingwa. Kwa sababu usijisifu na mbio, msifu na anayekukimbiza. Man City alimkimbiza Arsenal na akatumia advantage kwanza kumfunga yeye. Je, tunaangalia kwenye top result, je, Mikel Arteta atamfunga Man City kujihakikishia ubingwa wa ligi kuu ya England? Hapo ndo tunaangalia swala hilo. Watakutana kama mwezi wa 3 watatu hivi, nahisi kama watatu tutakutana. For performance pia ukiangalia uwezo wa mchezaji mmoja mmoja, Haaland anashikilia rekodi ya mfungaji bora kwenye ligi ya England, kwamba pia ni tishio kwenye kikosi cha Manchester City. Gokaras ni ingizo jipya kwenye kikosi cha Arsenal, pia alikuwa anashikilia rekodi ya mfungaji bora huko alipotoka kwenye klabu yake. Kwamba huo si ugonjwa unakuja kwenye matokeo. Endapo striker wa kila timu ataamua kuifanyia timu yake mazuri, anaweza kufanya timu ikachukua ubingwa. Ndio. Safi sana. Bwana Omar Ulimwengu, umeongea vizuri sana kuhusu mbio za ubingwa za hizi vilabu viwili, Arsenal na Man City. Niko na Mr. Kocha hapa Pasopa, atakuingamua kidogo Liverpool. Liverpool msimu huu wamefeli wapi katika mbinu zao za ubingwa, mbinu zao za kufanya vizuri? Wamedrop sana Liverpool. Unaona katika mwana wao wamefeli wapi Liverpool? Kwa mtazamo, Liverpool wamedrop kulingana na aina ya kocha. Kocha Ancelotti ni kocha wa aina ya kutengeneza timu kwa muda mrefu, baadaye ndio aje atafute ubingwa. Ancelotti anatembelea kivuli cha Klopp Liverpool ili warudi kwenye kinyang'anyiro cha kutafuta ubingwa wa England. Wana kila sababu ya kumuondoa kocha na bwana Ancelotti na kuingia sokoni kutafuta kocha wa vikombe ambao wanafanana na mbinu za Liverpool. Ndio. Mimi ninachokiona kwa Liverpool kwa sasa ni kufanya tu maamuzi ya kumuondoa kocha na kuleta kocha anayefanana na Liverpool. Maana Klopp alifanikiwa sana, nafikiri kuchukua UEFA kwa takribani toka miaka hiyo 30. Liverpool kuona ligi kuu, alikuwa hana ligi kuu. Bwana Klopp kaja kuleta challenge kubwa na Liverpool hatimaye kuchukua ubingwa wa England na kuchukua UEFA. Kwa hiyo kwa mimi kama mimi kwa coach Liverpool wana kila sababu ya kuingia sokoni kutafuta kocha na kuachana na bwana Ancelotti. Kwa hiyo Liverpool kama viongozi wa Liverpool waue project na Ancelotti. Kwa sababu wataenda kwenye kuzamisha meli yao. Ana mastaa wengi lakini hapati matokeo. Kwa sababu ni kocha wa aina ya kuitengeneza timu chini. Ni kocha kama wa akademia kuchukua vijana akae navyo, akakupa kombe, alafu ndio akatafute
nafikiri alikuwa Madrid